Habari za spoti na Dark Powell Okunyo. Benni McCarthy, aliyekuwa mkufunzi ugani Old Trafford na kiungo mshambuliaji wa timu ya taifa ya Afrika Kusini, ametunikiwa rasmi hatamu ya kuinoa timu ya taifa Harambee Stars katika hafla iliyofanyika Jumanne tarehe 4 jijini Nairobi. And you look at other national teams, how well they doing with half the talent that is here in Kenya. So with the right leaders in charge, with the right coaches, with the right mentality and the right mindset and the right work ethic, we can get this team to greater heights. And I had a question earlier about the women's team. Might be the first team, Kenyan team, to represent the country in the World Cup. McCarthy, aliyewahi kuchezea timu ya taifa ya Afrika Kusini, alikuwa mshambuliaji bora na akawa Mwafrika Kusini wa kwanza kucheza UEFA Champions League akipigia Porto ya Ureno mwaka wa 2004. Uzoefu huu mkubwa ulimfikisha ugani Old Trafford, ambako amekuwa akinoa wafungaji. Sasa yumo nchini kwa kibarua kikubwa cha kuboresha timu ya taifa Harambee Stars. The experience is there, and when I talk about the experience here, he's done very good job with Cape Town. Then of course, just recently, he was a coach with the Manchester United team, striker coach. So I believe that this is the right direction for us as a country to get such a caliber as a coach. Rais wa shirikisho la soka FKF, Mohamed, ameonyesha matumaini makubwa kwa kocha huyo mpya. Wenzetu tukaona kwamba McCarthy ana uzoefu na we believe very strongly as a team that he's the right person for this job. He's competent enough, has a proven track record. Ni mtu ambaye amejionyesha over the years kwamba amejitolea kufanya kazi katika zile klabu ambazo amewakilisha hapo awali. Kwingineko, kocha Mildred Cheche wa timu ya soka ya wanadada ya chini ya miaka 17, Junior Starlets, amekitaja kikosi cha wachezaji 23 kitakachosafiri ili kumenyana na timu ya Uganda ugani na Kivubo Jumamosi tarehe 8 Machi katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya kucheza WAFCON mwakani. Cheche ameonyesha matumaini makubwa kwamba timu ya Kenya itajizolea ushindi. We are expecting a positive result. If we can get the 3 points away, good for us. If we don't get the 3 points, we are pushing for at least 1 point, because this team is always blessed. They always work hard. They are motivated. They are ready to play every match. Game yao tunaenda kuchukua 3 points. Kila mtu ashajitolea, kuanzia bidii ya coaches, officials hadi kwa sisi players. Kila mtu ako na imani tunaenda kuchukua 3 points tukuje nazo home. Ukiwa mwanafunzi wanasemanga this time ukikuwa na target ya B, next time utakuwa na B+. So this last time tulishia kwa group stage, and this time tuna believe tunaenda kwenda beyond. Ukumbuke kwamba mchuano huo utakuwa wa raundi ya kwanza. Faki anaileta ndani huko. Wanapata goli hapa. Na katika ligi kuu nchini Kenya KPL, kulirindimwa mtanange bab kubwa Uganda Ndora kulikoshuhudiwa mechi ya aina yake. Gor Mahia ukiwatia Kariobangi Sharks adhabu ya mabao 3-1. Kwa dakika ya 50 na 55 mtawalia, kiungo mshambuliaji wa Gor Mahia Austin Odhiambo alicheka na wavu mara 2. Naye Alpha Onyango akamaliza mtanange kwa shuti safi lililoipa Gor Mahia ushindi huo. Bao la kufuta machozi la Kariobangi Sharks lilifungwa na Fortune Omoto. Na ameendelea alipoachia. Austin Odhiambo sio wa kwanza, wameteswa wengi namna hii, wamevunjika. Kwingineko, FC Leopards zilitoka sare tasa dhidi ya Kenya Police FC. Jumamosi ya tarehe 9 FC Talanta itakuwa ikishuka dimbani dhidi ya Sofapaka ugani Ruaraka saa 9 mchana. Je, walinda usalama wataweza kujizuia dhidi ya kichapo kutoka kwa wanatalanta? Msikilizaji, ungana sasa na mwanahabari mwenza Sophie Merengo kwa habari za spoti za Ulaya. Mimi ni Dark Powell Okunyo, nikiripotia makala ya spoti ya 103.9 MUFM.